ya kwamba tuna aina mbili ya damu ambazo zimemwagika katika dunia. Damu ya kwanza ilikuwa ni damu ya Abili, na aliuawa na ndugu yake baada ya wazazi wao kutenda dhambi. Wakiwa wawili, watoto wao walikuwa mbali, walikuwa hawajazaliwa. Walipokula tunda na wamekuja, Mungu anakuja akiwatafuta, kwa sababu kuna mahali Mungu alizoea kukutana na wao. Kwa maneno mengine, watu hawa walikuwaga na meeting point na Mungu. Kuna mahali Mungu alikuwa anawatembelea na anawakuta wamekaa mahali pale. Wakitaka kusikia Mungu, walikuwa wanaenda mahali pale. Lakini siku hiyo moja, maandiko inasema Mungu akaja kutembelea watu wake. Alipofika kwenye bustani, hakuwakuta mahali pao. Biblia inasema waliposikia sauti ya Mungu wakajificha, wakakimbia, wakajificha. Maandiko inasema si kwamba Mungu hakujua mahali walipokuwa, lakini kwa sababu mahali aliwaacha walikuwa wameondoka, ilibidi awatafute. Aliwaona kule wamejificha, lakini hakuwa na shida na kule wamejificha. Shida yake ni pale alipowaacha. Ndipo akaanza kuitana, Adamu, uko wapi? Hata kabla hajajibu, akamuuliza, kwani ulikula lile tunda? Adamu akaanza lawama, akasema, huyu mwanamke uliyenipatia ndiye amenipatia nini? Tunda. Hakutubu. Yule mke wake naye alipoulizwa, naye akapeleka nini? Lawama. Akasema, nyoka amenidanganya. Nyoka naye alipoulizwa, akasema, Ibilisi ameingia, ndiye ameongea akiwa ndani yangu. Wote wakapewa adhabu. Kwa sababu gani? Hakusimama. Adamu angekuwa na ufahamu mzuri, pengine angelielewa, angesaidia mke wake, angesema, Mungu, tumejikuta tumekula, tunaomba utusamehe. Lakini hawakuomba msamaha. Kila mtu akalaumu mwenzake, huyu uliyenipatia. Yule mwanamke naye akasema, nyoka. Nyoka naye sio mimi. Wakaanza kutangaziwa hukumu. Mwanaume akaambiwa, kuanzia leo kwa jasho utakula, utachimba ardhi, upande ule. Mke naye akaambiwa, kwa uchungu utazaa ama utapata watoto. Na hii ndio sababu mpaka wa leo iko namna hiyo. Nyoka alikuwaga na miguu. The serpent had miguu. Akaambiwa, kuanzia leo kwa tumbo lako utatembea. Miguu ikapotea. God is so powerful. Akaambiwa, na kwa sababu umesababisha ili na ukadanganya huyu mwanamke, na yeye yule ambaye umedanganya amepewa nafasi ya kujikomboa, aondoke kwa laana na aondoe mume wake kwa ile laana aliyomletea. Akaambiwa, namna gani? Huyu mwanamke umedanganya, kutoka kwa tumbo lake atamzaa mtoto, na uzao wake utakuwa kinyume na wewe. Mahali popote watakuona, watakugonga kichwa.
na wewe utawauma kisigino. Hii ndio mara nyingi ukikuta mtu anasema ameumwa na nyoka, wengi huwa ni wapi? Wamegongwa mguu pande wa chini. Laana iliyotangazwa. Bwana Yesu aposifa. Haleluya. Lakini huyu mama aliyefanya yale yote akapewa nafasi. Mungu akimaanisha Mariamu atakuja abebe mimba, azae mtoto wa kiume anaitwa Yesu, ambaye atakuja kukomboa ile dhambi na yale maovu mama alifanya Hawa pale Edeni. Bwana Yesu aposifa. Haleluya. Kwa hivyo tunaona watu hawa walipofanya dhambi, maandiko inasema wakawa wamegundua wako uchi. Walitembea hivyo bila haya mavazi ya kawaida katika Garden of Eden, lakini hawakuona uchi wao, manake utukufu wa Mungu funika. Walipoondoka kwa utukufu wa Mungu wakajikuta wako uchi. Na hili ndilo linafanyika when we depart from the presence of God. Tunakuaga uchi. Adui anaweza kuataki na magonjwa, anaweza akataki na ini, anaweza akafanya kile na kile ukiwa uchi. Wakaanza kujitafutia mavazi yao. Umeona movie nyingi zimeaktiwa, Adam and Eve. Nimeona paka za comedy. Wanafunga tumatawi hapa na wapi na hapa. Bwana asifiwe sana. Wanajifunika. Wakaanza kujaribu kujisaidia wao wenyewe, self righteousness. Lakini Mungu akaona hii hawataweza. Na maandiko yanasema nini? Kwa mara ya kwanza akachinja mwana kondoo, chinja mnyama, Mungu mwenyewe akawafunika, akawashonea mavazi. Bwana asifiwe sana. Sasa pale ambapo wameshonewa mavazi, hawakujua kifo kitakuja kuwapata. Sikia, siku moja yule Hawa akawa na mimba, kajifungua mtoto wa kwanza, wakamuita Kaini. Kapata mimba ya pili, kajifungua mtoto wa pili, akaitwa nani? Mtoto wa pili akaitwa nani? Abeli. Akaitwa vile unamuita. Biblia inasema siku moja wakawa wanaleta sadaka zao mbele za Bwana. Hapa ndipo uangalie, kuna vitu unaletanga mbele za Mungu unafikiria zimekubalika na zijakubalika. Wakaleta sadaka zao mbele za Mungu. Biblia inasema hivi, Abeli akaenda akachagua kondoo waliokuwa wanono, akaja akachinja. Alipochinja akachoma, harufu ile ikampendeza Mungu, moshi ukapokelewa mbinguni. Akaja ndugu yake anaitwa Kaini, akachukua mahindi zile mbovu mbovu, akachukua maharage, akachukua nini, akaweka na yeye akachoma. Bwana Yesu aposifa. Haleluya. Akuelewa aina ya sadaka. Kuna sadaka zingeteketezwa na kuna sadaka zingesagwa unga kama ngano, iende itengenezwe mikate, ifanywe mambo mazuri, ile harufu imfikie Mungu. Yeye akachagua zile mbovu mbovu, akaja akaleta. Alipoleta kwa madhabahu, Mungu akakataa sadaka yake. Maandiko inasema moyo wake ukabadilika, wivu ukamjaa, roho ya uchawi ikamuingia, akaanza kuonea ndugu yake nini? Wivu. Mungu akamwambia, kwa nini umeghadhabika? Kwa nini umekunja uso kwa ajili ya ndugu yako? Je,
Si hata wewe ukitenda mema utakubaliwa. Ni Mungu anauliza Abeli, anauliza Kaini, sababu amekasirika. Kwa nini maombi ya ndugu yangu yamesikika, sadaka yake imeenda? Na unajua siku hizo ilikuwa ukitoa sadaka, Mungu akikubali ile ya kuteketeza, moshi ulikuwa unaenda direct. Hakuna ile hata kama kuna upepo. Lakini hii yake ikapigwa. Akaambiwa, kwani ukitenda mema na wewe hautakubalika. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Maandiko inasema Mungu akamwambia, usipotenda mema, dhambi iko mlangoni inakungojea, lakini yafaa uishinde. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Dhambi inakungoja, lakini yafaa ufanye nini? Uishinde. Yule hakusikia kile ameambiwa, akaendelea na wivu, kuona wivu. Badala aende kule kwake anunue ama achukue mahindi zake abadilishane na mbuzi, alete amtolee Mungu, ama alete pia kwa hizo vitu zake vitu nzuri, akaingiwa na wivu. Kumbuka ile hukumu waliambiwa mtakufa mkila tunda, ilikuwa haijajidhihirisha. Adamu na Hawa walikaa miaka ya kwanza kadhaa hatuja kufa. Kwa hivyo wanasema pengine Mungu alisema urongo. Mungu hana urongo. Hukumu yake inaweza kuwa polepole, lakini itafanya nini? Itatimia. Wakazaa mtoto wa kwanza, hawajaona kifo. Wanasema Mungu si alisema tutakufa. Wakazaa wa pili. Sasa baada ya hizo ibada ndio Kaini akaambia ndugu yake, twende shambani. Kumbe kule ametengeneza rungu ya kumgonga. Kaini alikuwa anatembea, anajua anatembea na ndugu yake. Jamaa akachukua gongo, akawekelea, akapiga, akaanguka. Alipoanguka hakumsaidia, akaongeza ingine na ingine, akapasua kichwa, akamwaga damu. Sikia, nimetoka huko mbali kote kukuletea aina mbili ya damu. Damu ya huyu jamaa Habili ikaanza kulia. Kumbuka uhai wa mtu uko katika damu. Ikaanza kulia katika udongo, ikaanza kulia katika ardhi. Oi, ndugu yangu ameniua. Oi, kwa nini amefanya hivi? Kwa nini? Mungu tena akasikia kilio cha damu ya Habili. Mungu akakuja tena. Kumbuka aliacha kuwatembelea. Walipofanya zile walifanya, wakawa sasa wanambembeleza na sadaka. Ndio baba yao akawaambia, tuliasi dhambi, tulifanya dhambi na mama yako, tulikula tunda tukafukuzwa. Sasa Mungu alikuwa anakuja kwetu, lakini siku hizi ili haji mpaka tunatafuta sadaka, zile ng'ombe zetu, vitu vyetu vizuri tunateketeza, ndio anakuja kutuongelesha. Sasa Mungu aliposikia kilio cha Habili, mtu ambaye hakuwa na makosa, ameuawa, damu yake ikalia. Mungu akasikia kilio cha damu ya Habili. Jihadhari kumwaga damu isiyo na hatia, inastaki. Bwana asifiwe sana. Damu ile ilipolia, Kaini akawa amechimba ardhi na akaleta mchanga, akafunika ndugu yake na akafunika damu yake mahali imemwagika, na akajifanya hakuonekana. Hakujua huyu aliyemwaga damu yake atamstaki kupitia kwa damu yake mbele za Mungu. Haleluya. Akamfunika na akaenda akakaa kwa wazazi kama hakuna kitu kimefanya nini? Kimefanyika. Akiwa huko, sauti ya Mungu inakuja tena. Kaini, yuko wapi ndugu yako? Akamjibu Mungu, kamwambia, mimi si mlinzi wa ndugu yangu. I am not my brother's keeper.
Huyu mtu alikuwa na ujasiri wa kishetani, anajibu muumba wa mbingu na nchi. Unaniuliza ndugu yangu, kwani mimi ni mlinzi wake? Kwani mimi ni bodyguard wake? Kwani mimi ni watchman wake? Na leo hii kanisa limejawa na watu wa namna hiyo. They don't care about their brother. They don't care about their sister. Watu katika ufalme anaweza sikia ndugu yake, dada yake ni mgonjwa, amelazwa, ana nini, lakini haifanyi nini? Haimuguzi, ajali. Kamwambia mimi si mlinzi wa ndugu yangu, sijui yuko wapi. Mungu akamwambia sinasikia sauti, sinasikia sauti ya damu yake inalia kutoka ardhini, ikitaka ilipiziwe kizazi. Sauti ya damu ya Habili ikalia. Bwana asifiwe sana. Kilio chake kikafikia Mungu, na ile damu haikulia mambo mazuri, ililia laana, ililia mapigo, ililia maumivu, ililia Kaini na yeye auawe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mungu akamhukumu Kaini hukumu ya kwamba yule atakuja kumuua na yeye atauawa, akaachiwa kuhangaika. Lakini damu ya ndugu yake haikumwacha, inadai na yeye auawe. Ukisoma vitabu vya Kiyahudi, hiyo ndio utapata kwa hii canonized Bible. Lakini kwa kitabu kimoja cha Kiyahudi nimesoma, nilikuta Kaini hata aliuawa na kipofu. Aliuawa na mzee mmoja kipofu. Alisikia wanyama wanakula kondoo zake. Anyway, hiyo story tusingie, manake haiko hapo kwa Biblia, itakutatiza. Bwana Yesu apo sifa. Wacha tutembee na hii canonized, hii ambayo tumeruhusiwa tukueleze. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa kuna damu aina mbili. Damu ya Kaini ililia kulipiziwa nini? Kizazi. Leo hii kama vile damu ya kimsingi ya Kaini ya Habili ililia kulipiziwa kizazi, kuna damu aina nyingi zinalia dhidi ya maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Kila mmoja ana ukoo ambao ametokea, ana familia ambayo ametokea, na kuna baadhi ya vitu katika familia, katika ukoo, bado ingawa umeokoka, bado zinaongea dhidi yako, zinakuandama, zinakufuata. Foundational voices. Ndio maana unakuta kuna watu wengine hata wa leo wanaumia na magonjwa, na ukifuatilia kwa ukoo utakuta kuna watu walikuwa na nini? Na magonjwa kama zile. Ndio sababu time nyingine hata daktari unasikiza na kuuliza, katika familia hii ugonjwa nani alikuwa nayo katika familia? Anakumbuka, anasema ilikuwa na mama, ikawa na nyanya, ikawa na nini. Inapita kupitia kwa nini? Kwa damu. Bwana asifiwe sana. Watu wengine maovu yaliyofanywa na waliotangulia yametufunga. Unakuta mtu ni mwokovu, lakini kuna aina ya sauti inaongea ndani yake, inamsukuma kufanya mambo fulani, ajui inatokana na nini. Sauti ya damu inayolia. Anajaribu kuinuka, lakini ile sauti inamuleta chini. Na wengine ubaya ni kwamba tuliingizwa kwa maagano za uchawi, maagano za uganga, maagano za matambiko. Waliotutangulia wamefanya mambo mengi, wakakuuza. Lakini ashukuriwe Bwana wa mabwana. Haleluya.
Ipo sauti ya damu inayonyamazisha zile sauti zingine zote. Inaitwa damu ya Yesu. Hapa kwa Waibrania ngapi? 12:24 kumelinganishwa damu aina mbili. Na damu ya nani? Soma. Na Yesu mjumbe wa agano jipya. Na Yesu mjumbe wa agano jipya. La Yesu mjumbe wa agano jipya. Na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Abili. Inayonena mema kuliko ya Abili. Sikia, damu ya Abili ilinena wahukumiwe. Bwana asifiwe sana. Ikanena Kaini angamie. Leo hii tunaongea, kuna wengine damu zilizonemwagwa kinyume na maisha yao zinawanena mahangaiko, maumivu, vilio, laana. Lakini ipo damu moja aili inanena. Zile zingine zililia kwa uchungu. Ndio maana unaona watu wanaenda kwa mganga, anawaitisha nini? Mbuzi. Anawaitisha kuku. Unataka nini na nini? Nataka fulani awe hivi na hivi, lete hii. Analeta kuku, wanakata, wanamwaga damu. Kuku yule anadhulumiwa, anauawa, na wanaongea maneno katika ile damu. Na yale maneno yanaanza kuadama mtu. Mambo yanamharibikia, anaanza kuhangaika. Watu walikuwa kwa ndoa yao vizuri, unakuta mambo yameanza kufanya nini? Kuzorota. Walikuwa wanaendelea kwa biashara, inaanza kuharibika sababu ya sauti za kipepo zinazonena katika damu za wanyama. Maisha ya watu yaharibike, lakini ainuliwe Bwana wa mabwana, kwa sababu ipo damu moja inayotunena mema. Mahali ambapo zile damu zingine ziliongea tushindwe, ipo damu ya Yesu inayotuongea mema, inayosema tufanikiwe, inayosema tusamehewe, inayosema tukaponywe, inayosema tukafanikiwe. Halo, hiyo damu inanena mema. Haleluya. Bwana Yesu apo sifa. Inanyamazisha zile sauti zingine zote. Haleluya. Kuna watu ndani yetu, sauti zinazoongea za damu, aidha za kule ambako tumetokea, ndo zinatusumbua. Unaona mtu ana tabia, unafikiria ni kupenda kwake. Si kupenda kwake, ni vitu viko ndani ya damu. Zingine zimetokana na mababu. Mtu anakuwa mwanyanyaji na wanawake wengi na wanaume wengi, atosheki. Ukiangalia nyuma, una trace hiyo roho imefichwa kwa damu. Lakini ainuliwe Bwana wa mabwana. Ipo damu ya Yesu inayonena mema. Nasema ipo damu ya Yesu inayoongea mema. Haleluya. Yesu akajitoa, akamwaga damu yake kwa ajili ya maisha yetu. Bwana asifiwe sana. La mchana wa leo tunashiriki mkate, tunashiriki mwili wa Yesu. Huenda umeshiriki kikombe hiki muda mrefu bila ufunuo wa kuelewa. Yesu alimwaga damu yake. Uhai wa mnyama umefichwa kwa damu. Bwana asifiwe sana. Umefichwa kwa damu. Anaposema hii ni damu yangu ninaitoa kwa ajili yenu, anamaanisha nimewapea uhai wangu, nimewapatia maisha yangu. Vile laana haikunishinda, hata nyinyi hamtashindwa. Vile maumivu hayatanishinda, hata nyinyi hamtashindwa. Vile dunia haikunishinda, hata nyinyi hamtashindwa. Haleluya. Damu ya Yesu inanena mema. Zile damu zingine, maagano ya uchawi,
yananena mambo ya kuharibikie, lakini damu ya Yesu inanena mema. Kuna watu tuna magonjwa yamefinyilia watu ndani, wengine ni ulcers, magonjwa yasiyoeleweka. Damu ya Yesu ina uwezo wa kuondoa hayo maradhi. Naomba unielewe hivi, agano lolote limefanywa ndani yako kupitia kwa damu zingine, kupitia kwa mambo ya ukoo, mila na tamaduni, tunaposhiriki meza hii ya Bwana mchana wa leo, amini Mungu, kila agano litabomoka. Na ikiwa utaamini litaondoka, ikiwa utaamini litakuachilia. Wakati mwingine tunachukua tu, unaona huu ni mkate wa kawaida, unaona hii ni divei ya kawaida, mazao ya mizabibu, lakini Yesu ameweka siri yake pale. Bwana asifiwe sana. Akasema hiyo damu itanena mema. Ni sauti gani inaongea ndani yako? Ruhusu Mungu mchana wa leo tunapoishiriki meza hii ya Bwana, hizo sauti zote zikanyamazishwe katika jina la Yesu. Naomba usimame kwa miguu yako mahali ulipo.